Tangu dunia iumbwe, kuna baadhi ya mambo mengi ya kipekee ambayo yamewahi kutokea. Kuna watu ambao walikuwa wanaabudu miungu, kuna watu ambao walikuwa wanamwabudu Mungu toka muda mrefu sana. Leo wacha tufungue kurasa nikupeleke mbali zaidi. Kuna baadhi ya mambo ya kipekee na ya ajabu, wacha nikufungulie ukayafahamu siku ya leo. Hii inaitwa Njoo Studio. Sasa leo tufungue kurasa, tuende kutizama kafara za kikatili zaidi kuwahi kutokea katika historia ya dunia ambazo zinapatikana katika jamii ya Aztec. Hawa ni watu waliokuwa wanamwabudu Mungu Jua na wala hawakuwa wanamwabudu Mwenyezi Mungu ambaye unamwabudu wewe na jirani yako na rafiki yako. Leo wacha tufungue kurasa nikakusimulie kuhusu hawa wa Aztec wanaojulikana zaidi katika tamaduni maarufu kwa tabia ya ukatili na sadaka ya kumwaga damu kwa binadamu, ambapo dola hii ya Aztec ilitawala kwenye kitovu cha nchi ya Mexico kwa zaidi ya miaka 200 na ilitumia mbinu za kisasa katika uhandisi na teknolojia isiyo teknolojia ya kawaida. Leo ukifika Mexico kuna magorofa makubwa sana ambayo yaliweza kuendelea toka kipindi hicho katika bara la Amerika. Bado magorofa hayo yamekuwa ni magorofa ya kumbukizi katika kipindi chote ambacho wa Aztec walikuwa wakitawala na walikuwa wakiishi huko Mexico. Karibu leo nikusimulie historia hii ya ukweli na historia ya ajabu ambayo mwanzoni mwa karne ya 14 upande wa kusini mwa bara la Amerika na kaskazini ambako sasa kunajulikana kama makao makuu ya nchi ya Mexico. Kipindi hicho waliwasili watu waliojiita Tenochca, watu ambao sasa wanajulikana kama Aztec. Neno Aztec ni neno ambalo limetokana na asili ya watu waliotokea kwenye ardhi inayoitwa Aztlan, neno lenye maana ya bara jeupe. Watu hao waliondoka Aztlan sasa baada ya mkuu wa ibada wa kabila hilo kupata maono kutoka kwa Mungu wao, Mungu aliyekuwa anawalinda, Mungu waliokuwa wakimwabudu. Baadaye wakaianza safari ndefu ya kutafuta nchi ya kuishi. Kabila hilo lilizurula huku na kule kwa miaka mingi sana wakisubiri ishara walioahidiwa na Mungu Jua ama Mungu wao waliokuwa wakimwabudu, ambapo inasemekana Mungu huyo aliwaambia wafuasi wake kwamba wakaishi mahali watakapoona ishara ya tai akiwa juu ya mmea wa cactus. Inadhaniwa kwamba tukio hilo lilionekana katika kisiwa kidogo cha ziwa linaloitwa Texcoco, na hatimaye watu hao baada ya kuona ishara hiyo ndipo wakaona hapa ndipo sehemu sahihi, hapa ndipo ambapo Mungu wetu alitutabiria, basi tuishi hapa. Kutokana na ishara ya tai walioweza kupewa maono na Mungu wao, hadi hivi leo nchi ya Mexico inatumia alama ya tai katika bendera ya taifa lao. Basi wa Aztec walipofika katika eneo hilo la ahadi, wakajenga jiji ambalo baadaye wakaliita Tenochtitlan, ambalo lilikuwa linamaanisha jiwe linalochomoza juu ya maji, wakiamini mahali hapo ndipo kitovu cha ulimwengu mzima, ndipo kitovu cha ulimwengu kilipo. Japokuwa watu wa kabila hilo walimtukuza zaidi Mungu Jua, lakini kulikuwa na maelfu ya miungu ambayo walikuwa wanaiamini, huku wakiwa na mamia ya mahekalu waliotumia kuabudia, na mara nyingi walifanya sherehe kama njia ya kuwasiliana na miungu yao. Mungu Jua aliitwa Huitzilopochtli. Waliamini Mungu huyo aliwapatia mvua, kipindi cha mavuno aliwasaidia na aliwasaidia kufanikiwa katika vita. Lakini ulinzi wa Mungu Jua ulikuwa sio ulinzi wa bure tu, ila waliamini ulinzi huo unatokana na kafara za kikatili walizozifanya ili kutimiza mahitaji ya Mungu wao. Waliamini kila ifikapo asubuhi Mungu wao anaamka na kulifukuza giza, hivyo kutokomeza nguvu zote za giza. Na wakati wa jioni Mungu huyo anakuwa amechoka sana, na waliamini anaenda kupumzika, hivyo kiza kinarejea na kiza kinatawala. Basi ili Mungu huyo aweze kurejesha nguvu zake, ilibidi wa Aztec watoe sadaka ya mioyo ya watu wengi sana pamoja na lita nyingi sana za damu, ambapo inasemekana vyanzo vya kafara zao zilitokana na mateka waliowakamata kipindi cha vita, mateka waliowachukua vitani, vita vilivyojulikana kama vita vya maua, kwani vilihusisha kupiga maadui zao bila kuwaua, kisha kuwakamata kama mateka na kurudi nao kwa ajili ya sadaka za Mungu wao. Sasa sifa ya Waaztec kutumia mateka kwa njia hii iliongeza hofu kubwa sana ndani ya mioyo ya maadui zao. Waliamini kwamba Waaztec wakitukamata basi watatufanya mateka na kututoa kafara. Maelfu kwa maelfu ya mateka waliongozwa
kama misururu ya siafu kutembezwa kwa mwendo wa kilomita kadhaa kupanda kwenye piramidi la kafara lililokuwa katikati ya mji huo kwa ajili ya kutolea kafara. Walipofikishwa ndani ya piramidi hilo, walipandishwa juu kabisa katika makundi hadi katika kilele ambacho kilitumika kwa ajili ya kutolea kafara. Basi walitobolewa kwa kisu katika kifua chao na baadaye wakararuliwa, na hata kabla hawajakata roho, basi moyo ulichomorewa kwa mkono wa kulia wa mkuu ambaye alikuwa anaongoza ibada. Na wakati mtu huyo akiendelea kutapatapa huku na kule akiomba msaada, kichwa chake kilifyekwa kwa upanga mkali sana na kuachwa kikizunguka kikidondoka kama mpira wa gofu, huku damu ikimwagika kuelekea chini. Hawakuishia hapo Waazteki pia walikuwa na tabia ya kula nyama za binadamu, nyama ambazo zilipikwa na wapishi wataalamu katika masufuria makubwa sana. Kwa sasa tunaweza tukasema yale masufuria ambayo yanatumika kupikia biriani ndiyo Waazteki kipindi hicho walitumia kuwapikia watu. Waliwatia viungo vya kila aina ili watu waweze kuenjoy nyama ya binadamu wenzao, wakajivinjari nyama za binadamu wenzao, huku wakiamini nyama hizo ziliwaongezea nguvu maradufu. Waswahili wao wanasema katika kila kibaya kuna chembe ya uzuri. Basi msemo huo haukuwa mbali sana na Waazteki, kwani tofauti na jamii nyingi za Kiafrika hawaamini sana katika elimu. Waazteki waliamini sana katika elimu kwa watu wote na hawakuwa na ubaguzi kuanzia ngazi ya ufalme hadi ngazi ya watumwa. Wote walipatiwa elimu sawa. Elimu ikawa ndio nguzo yao kubwa katika maisha yao, ambapo pia Waazteki walithibitika kuwa ndio wahandisi wenye akili kubwa sana duniani, wakitumia udongo ulio chini ya ziwa kuwa msingi na kujenga barabara juu ya ardhi iliyoinuliwa na kuunganisha kisiwa na bara. Lakini hawakuishia hapo. Waazteki walikuwa ni watu ambao ni hodari sana katika muziki, walikuwa ni mahodari sana katika ufundi na sanaa nyingine mbalimbali. Japokuwa ufalme wa Waazteki uliporomoka katika karne ya 16, lakini maneno yao mengi yamekuwa yakitumika katika nchi mbalimbali duniani bila hata watumiaji wenyewe kujua maneno hayo yametokana na Waazteki. Kama vile neno chocolate, tomato pamoja na chili ni maneno ambayo yanatoka katika lugha ya Kiazteki. Lugha inayoitwa Nahuatl ndiyo lugha ambayo maneno haya yamekuwa ni asili yake. Lakini pia gazeti linalofahamika kama National Geographic liliwahi kusema kwamba ubora wa Waazteki wanapaswa kuwa miongoni mwa wajenzi wenye kipawa zaidi katika historia ya dunia. Waazteki ni moja kati ya watu ambao walikuwa wana teknolojia ya kipekee kuwahi kutokea katika historia ya dunia. Leo tumeweza kufungua kurasa, tumewatizama kiufupi tu hawa Waazteki na moja kati ya historia yao ya kipekee ya kuabudu katika imani za kipekee, imani kubwa, imani ambazo mimi na wewe leo hii zinatuacha mdomo wazi kwamba hawa watu sio watu wa kawaida. Hii inaitwa Njoo Studio. Ili kuwa mtu wa kwanza kupata historia zetu na habari mbalimbali kila siku, tafadhali tizama chini ya video hii, kuna sehemu imeandikwa subscribe, ibonyeze kisha bonyeza alama ya kengele. Siku njema iwe nawe.